madhabahu ni kitu kilicho hai. Iko madhabahu ya Mungu na iko madhabahu ya shetani. Sasa leo sizungumzii madhabahu moja, nazungumza madhabahu mbili, madhabahu ya shetani na madhabahu ya Mungu. Manake leo tutavunja madhabahu ya shetani, maana ni mbovu, na tunajenga madhabahu ya Mungu ndani yetu. Sema amina. Haleluya. Iko madhabahu ambayo inatakiwa isimame kwenye maisha yako. Sasa wakati naomba sema, bado kuna connection za madhabahu ambazo bado zinawashikilia watu wangu. Kwa hiyo inatakiwa hizo madhabahu usivunjike, ili ukianzisha hata ka biashara ka ngogwe, ile ngogwe ibadilike iwe biashara ya jumla. Gideoni alikuwa ni mcha Mungu, ni mtu ambaye alikuwa na mcha Mungu. Sema amina. Ni uzao wana wa Israeli, lakini wanaenda vitani, wanapigwa pati matokeo. Sasa akakaa katika hali ya kujiuliza kama unavyojiuliza leo. Sema amina. Sasa wakati anajiuliza maswali hayo, ndipo akapata neno kwenye kitabu cha Waamuzi hiyo 6:25. Mungu anamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako yule wa pili. Sema amina. Na hapo kunahitaji utii kidogo. Mwambie jirani yako, na hapo kanahitaji kautii. Sasa wakati Mungu ameshajua chanzo kwa nini wanashindwa, maana kuna madhabahu inayozuia. Sasa ili washinde wanafanyaje? Ndipo Mungu anamwambia Gideoni, mtwae ng'ombe wa baba yako yule wa pili wa miaka 7. Ukamchukue ng'ombe yule, alafu uivunje madhabahu ya baba yako. Yaani makosa mangapi? Sasa hapo ukiangalia kwa haraka haraka, kumbe ukombozi unahitaji gharama. Upo au umeenda nyumbani kule kwa Ugoro? Umeshaenda kwa Ugoro au Miganja? Cha kwanza mtoe ng'ombe wa baba yake. Cha pili avunje madhabahu, tena si madhabahu yake, ni madhabahu ya baba yake. Sema amina. Amen. Akaenda. Mungu anamwambia mtoe ng'ombe ile ya pili wa miaka 7, ukamtoe awe sadaka ya kutekezwa kwenye ile madhabahu utakayojenga ya Bwana. Sema amina. Bwana asifiwe. Kwa nini akavunja ile madhabahu? Kwa sababu madhabahu ile ilikuwa inazuia maisha yao. Ilikuwa inasababisha wasishinde vita, ilikuwa inasababisha wafeli, ilikuwa inasababisha wapigwe kila wakati. Sema amina. Na hata ndio maana mpendwa, nimesimama hapa leo, iko nguvu kwenye ulimwengu wa roho itakayovunja madhabahu inayosababisha ushindi kwenye maisha yako. Mwambie jirani yako, hivyo unavyofeli si kawaida. Kuna madhabahu. Unafanya biashara kana kufa, unapata kazi siku 2 umefukuzwa, unapata nini kinaharibika, kashirika la kwako kanavurugika, jambo litaka kufanya hivi unashangaa kitu kinaharibika. Sema amina. Umepata kitu cha samani kinapotea. Ni nini? Kuna madhabahu ambayo unaweza kukuta inashughulika na hivyo vitu. Sasa wakati unajiuliza ni kwa nini, kwa sababu yake ndio hii nakuambia, kuna madhabahu ambayo tutakuwa tuivunje, alafu kitoka hapo utaanza kuona mambo yanaanza kwenda. Wangapi tuko pamoja na wana imani?